Usiku ule kijijini kwetu palikuwa kimya sana. Upepo ulipuliza majani ya ule mwembe mkubwa pale nyumbani. Ule mwembe ambao mimi na Zainab tulikuwa tunakaa chini yake tukipanga maisha yetu ya baadaye. Siku hiyo nilikuwa nimetoka mjini nikirudi kijijini kumpokea rasmi, lakini nilikuta nyumba yao imefungwa. Hii ni Simulizi Yun TV. Bonyeza neno subscribe kisha gusa alama ya kengele ili kupata maendelezo yetu. Usisahau ku like, ku comment na kushare. Tuendelee. Milango imefungwa na pazia linapepea kwa huzuni. Nilipogonga mlango, jirani mmoja alitoka polepole, macho yake mekundu, akasema, "Samahani Musa, umechelewa." Maneno yale yalinigonga kama radi. Nikamuuliza, "Zainab yuko wapi?" Akanipa barua ndogo iliyokunjwa na kusema, "Ameacha hii, akasema umpe Musa." Miguu ilianza kutetemeka. Moyo ukadunda kama ngoma ya msiba. Nikafungua barua ile kwa mikono inayotetemeka. Nikaanza kusoma barua ya Zainab sasa. "Musa wangu mpendwa, na kujua utalia ukisoma hii barua, lakini tafadhali usinichukie. Nilitamani kukuona mara ya mwisho chini ya ule mwembe wetu, lakini mwili wangu ulinisaliti. Musa, nimeugua muda mrefu bila kukuambia. Nilijua ungeacha ndoto zako zote uje kunihudumia, nami sikutaka uache maisha yako kwa ajili yangu. Mimi nakupenda sana Musa, kuliko nilivyowahi kusema, lakini leo nahisi safari yangu imefika mwisho. Usilie sana tafadhali. Tafuta mwanamke atakayekupenda na umuoe. Lakini ukikaa chini ya ule mwembe, kumbuka tulivyocheka pamoja. Musa, nakupenda milele. Zainab wako." Barua ikaanguka mikononi mwangu. Machozi yakaanza kunitoka bila sauti. Nilipiga magoti pale. Nikaita jina lake mara nyingi, lakini sauti yangu ilipotea hewani. Nilijua nimechelewa. Siku iliyofuata nikapelekwa makaburini. Watu wengi walikuwepo, lakini sikumuona Zainab. Niliona kaburi jipya tu lenye mchanga mbichi. Nikakaa pembeni, nikashika ule mchanga kwa mikono. Nikauambia, "Zainab, nimerudi, tafadhali toka." Lakini kimya kilinijibu. Nakumbuka siku tulipokaa chini ya mwembe, akasema, "Musa, ukinipoteza utanikumbuka?" Nikacheka nikasema, "Huwezi kupotea Zainab." Sasa nilikuwa pale nikizungumza na kaburi lake. Miezi ikapita. Siku moja nikaenda tena chini ya ule mwembe. Nikatoa ile barua, nikaisoma tena. Kwenye mwisho kulikuwa na mistari ambayo sikuwahi nimeuona. "Musa,